Katika dunia ya leo, wengi wetu tunafikiria kwamba mafanikio yanatokana na akili, pesa au nafasi tulionayo. Lakini Dale Carnegie alituambia ukweli huu miaka mingi iliyopita na bado na uzito ule ule. Mafanikio makubwa maishani hutegemea zaidi jinsi unavyoshughulika na watu kuliko kile unachokijua. How to Win Friends and Influence People si kitabu cha ujanja wa kushawishi watu, bali ni somo la kina la uelewa wa tabia za kibinadamu. Carnegie aligundua kitu rahisi lakini chenye nguvu sana. Watu hawataki kushindana mabishano, wanataka kuthaminiwa. Katika maisha ya kawaida, tunaliona hili kila siku. Mtu ana hoja sahihi, lakini kwa sababu amewasilisha kwa dharau, hasira au kujiona yuko juu, ujumbe wake haukubaliki. Wakati huo huo, kuna mtu mwingine mwenye hoja ndogo, lakini mwenye heshima, unyenyekevu na usikivu, anasikilizwa. Carnegie aliandika, "You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you." Huu ni ukweli tunaoona kila siku. Watu wanapenda kuzungumza kuhusu wao wenyewe. Wanapenda kusikilizwa, kueleweka na kuheshimiwa. Ukimpatia mtu nafasi hiyo, umefungua mlango wa ushawishi. Katika jamii zetu, mara nyingi tunaamini kwamba ili ushinde ni lazima umkandamize mwingine. Lakini How to Win Friends and Influence People inatufundisha falsafa tofauti kabisa. Ushindi wa kweli ni pale wote wawili wanapojisikia wameshinda. Angalia migogoro ya kifamilia, kikazi au kibiashara. Mara nyingi haitokani na tofauti ya mawazo, bali namna mawazo hayo yalivyotolewa. Maneno makali yanajenga kuta, wakati heshima hujenga madaraja. Carnegie alitoa onyo muhimu sana. Criticism is futile because it puts a person on the defensive and usually makes him strive to justify himself. Unapomshambulia mtu, unamfunga. Unapomheshimu, unamfungua. Hii ndio siri ya uongozi wa kweli. Katika maisha ya kila siku, kitabu hiki kinatufundisha kufanya mambo madogo yenye athari kubwa. Tabasamu la kweli, kumkumbuka jina la mtu, kusikiliza kwa umakini, kuthamini juhudi, si kukosoa makosa tu. Mambo haya yanaonekana madogo, lakini huunda mazingira ya ushawishi mkubwa. Carnegie pia anatukumbusha kuwa hakuna mtu anayependa kuambiwa amekosea. Badala ya kusema uko wrong, jaribu kusema naona ulifikiri hivi. Hebu tuangalie pia upande huu. Heshima hubadilisha mazungumzo na mazungumzo hubadilisha matokeo. Kama Abraham Lincoln alivyonukuliwa kwenye kitabu How to Win Friends and Influence People, inatukumbusha kwamba ushawishi wa kweli hauji kwa kulazimisha, bali kwa kuunganisha. Hauji kwa sauti kubwa, bali kwa uelewa mkubwa. Hauji kwa kujiona bora, bali kujiona uko sawa na wengine. Mwisho wa yote, ujumbe mkubwa wa Dale Carnegie ni huu: ukipenda watu kwa dhati, watu watakufuata. Ukipenda kusikiliza, watu watakuamini. Na ukiheshimu utu wa wengine, dunia itakufungulia milango ambayo nguvu peke yake isingeweza. Kwa sababu katika maisha haya, unaweza kuwa na akili kubwa sana, lakini bila hekima ya mahusiano, maisha yatabaki kuwa ndoto.